Tatizo nini? Kaka, yale maneno ya jana bado yanazunguka kwenye akili yangu. Ndio maana unaniona siko sawa. Kakangu ni wa kuaibishwa mbele za watu. Ni wa kutukanwa mbele za watu na kale katoto ka Fatuma. Sijapenda kaka. Yote haya kwa sababu kaka huo ukali wako. Yaani kaka unakuwa mkali hadi kwenye nyumba za watu. Si bora tu tungekaa hapa nyumbani tukatulia. Mdogo wangu, hayo maneno yasikukoseshe raha. Najua ndiyo kakako nimezalilika, wameongea maneno machafu juu yangu, lakini kuna muda mwingine maneno tuyaache tu yapite. Umenielewa mdogo wangu? Najua yamekuumiza sana kuona kaka yako mimi nazalilika mbele ya watu, tena ikiwa na wewe upo na maneno ya kashfa makali kama yale. Lakini mdogo wangu, kuna wakati tujifanye kama hatuoni. Tupo katika himaya ya watu, kijiji cha watu hichi kinamilikiwa. Sisi ni wageni tu, tumehamia. Hivyo ndio maana sikutaka kurumbana sana pale nikaondoka. Siku zote mtu anayepambania haki lazima yamkute maneno kama haya na mambo tofauti tofauti tu na mengine, lakini mimi hawajui umuhimu wangu sasa hivi. Mimi napigania haki ya maisha ya wanakijiji hawa, lakini pia bado wananiona mimi mbaya. Yule Salma ni mchawi, anamiliki kibuyu na kibuyu kinachukua maisha ya watu. Ubwa, karibu. Asante mama. Si watu kwema? Kwema kabisa, namshukuru Mungu. Hivi si watu wanaendeleaje? Kwa kweli namshukuru Mungu, si watu wanaendelea vizuri. Kweli? Ndio. Nimefurahi sana kusikia hivyo, maana wewe ni ndugu yetu na si watu ni mjomba wangu. Ukiona nipo kimya ujue nimetingwa tu na mambo, nimebanwa. Utaona kama tumekutenga na sio vizuri. Tumetoka kijiji kimoja, wewe unamjua mjomba wangu alikuwa anakujua wewe na mwanao, kwa hiyo sisi ni kama ndugu. Ni kweli kabisa, nafurahishwa na umoja huu sababu umekumbuka leo kuja kuniona. Si watu wanaendelea vizuri kabisa. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na mimi nitakuwa naendelea hivi kuja kukujulia hali na kujua si watu wanaendeleaje, ili ukaribu wetu uzidi kuwa maradufu zaidi kama siku zote. Leo ninanifurahisha mimi na mimi napata nguvu. Hata ninapokuwa na si watu najua kabisa si watu siko naye mimi peke yangu. Kuna watu ambao wako nami, ambao ni nyewe wanakijiji wenzangu. Kweli kabisa, usikonde. Tupo pamoja. Ndio ni kibuyu na ndio kinachofanya mauaji. Tukamsaidie. Hapana, hatuwezi kwenda kumsaidia. Ukienda nawe utakufa. Sabrina atakufa, mzee, tukamsaidie. Hatuwezi kwenda. Ule ndio uchawi wenyewe na ndio wanafanya mauaji. Kibuyu bila uchawi hakiwezi kufanya mauaji. Nasema mzee, tukamsaidie. Hapana, usiende, utakufa. Atakufa sasa. Na Salma, wakale na viteseka, tukamsaidie. Mustafa. Amesha kufa. Ona Sada Salma. Sisi kwa bado tumsaidie. Ona sasa kasha kufa. Fatuma, tusingeweza kumsaidia. Ungesogea na kibuyu kingekumeza.
Twende tukatoe taarifa. Mustafa, Twende. Roho inauma, wanapoteza maisha, uwezo hawana kupambana na nguvu za giza. Maumivu, machungu, kupoteza ndugu zangu. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengu. dada, kumbe kibuyu vile ndo kilivyo. Mimi mzeni ni kikubwa, kumbe ni kidogo. Sasa siweza hata kukipiga juu upango kakikatakata kule. Sasa pale kinaweza kuwaje watu? Tina mdogo wangu, kile kibuyu kina nguvu za giza. Kile kibuyu ni cha kichawi, na ukikutana nacho usiache kuganda mdogo wangu. Ganda vile vile kama ulivyofundishwa. Usipoganda kitachukua nafsi yako. Mimi bado nakupenda, sitaki nikupoteze mdogo wangu, sawa? Sasa nimekuelewa. Ugande vile vile. Aya, mchana tunakula nini? Tukang'we miogo. Kule shambani kuna jua kali. Mimi naona tupike ugali mchana. Mdogo wangu, yaani wewe ukiongea kitu wala hata siwezi kupinga. Basi tutakula ugali. Tena wala samaki kubwa sababu kule nimepita kule bwawani kule nikaona vuvu wanavua. Sasa ndio kafuata afu mimi ningeenda nichukue ugali nikapike ugali. Yaani mimi nikajua kwamba tunakula ugali na mboga za majani, kumbe na samaki. Ndio. Sio mboga za majani leo. Haya. Kalete unga. Mwajuma. Abeka. Njoo mara moja. Kaa mara moja. Mdogo wangu, naomba usikilize kwa makini haya yote nitakayokwenda kukuambia hapa. Naomba uyatie akilini. Naomba sasa hivi usikae karibu na Salma, ukae naye mbali kabisa, na hata usimsalimie. Hata ukikutana naye njiani akikusalimia usiitike salamu yake, unasikia? Na pia sitaki wewe uondoke karibu na mazingira ya hapa nyumbani, yaani ukae hapa hapa nyumbani. Sitaki nikuone ukiwa umezurura sijui sehemu fulani umeenda sehemu fulani. Nahitaji ukae hapa nyumbani, usiondoke kabisa kwenda huko sehemu nyingine kwenda kuzurura. Baki hapa nyumbani. Lakini kaka, kwa nini simsalimie da Salma? Wakati wewe ndo ulinifundisha kuwa na heshima na watu wazima. Ndio, nilikufundisha kwa heshima wakubwa, lakini pia nilikufundisha tukiwa katika mazingira mengine. Lakini sasa hivi pia tupo katika mazingira mengine, hivyo inapaswa wewe unisikilize mimi ninachokizungumza. Unajua kuna watu wengine, watu wazima, lakini hawapaswi kusalimiwa. Kati ya hao watu na Salma akiwemo. Hivyo sitaki nikuone ukimsalimia wala akikusalimia yeye ukipokea salamu yake. Nahitaji uondoe kabisa mazoea na Salma, ukae naye mbali. Unanielewa? Basi kaka, sawa, nimekuelewa. Sawa, kama umenielewa ni vizuri. Naomba uyatendee kazi hayo yote ambayo nimekuambia. Unaweza ukaenda ukaendelea na shughuli zako. Sawa kaka, mimi niko ndani. Roho inauma, wanapoteza maisha, uwezo hawana kupambana na nguvu za giza.
Salma vipi? Hausikii mngurumo wote? Hausikii sauti? Nasikia kwa mbali. Nini hicho? Sasa basi, huo ndo mngurumo wa kibuyu. Tuondoke. Tuondoke. Acha tuondoke. Kibuyu kile pale Fatuma. Tukimbie. Ongeza nguvu. Fatuma, usitingishike, ganda hivyo hivyo, fuata yale mafunzo uliofundishwa. Karibu mkidada. Asante mama Swatu. Vipi mnaendeleaje? Sisi hapa tunamshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri. Ndio. Kwanza samahani sana mama Swatu. Najua nina muda sana sijafika huko. Kwa hiyo ndio maana haunioni mara kwa mara nikija, sawa? Vipi lakini si watu wanaendeleaje? Kwa kweli namshukuru Mungu. Sasa hivi ameshaanza kufanya mazoezi ya kutembea. Na sasa hivi ambavyo namfanyisha mazoezi naliona tumaini jipya. Kwanza ni jambo la kumshukuru sana Mungu wetu kwa sababu bila yeye si watu wasingefikia hapa alipo. Lakini sasa hivi anajaribu kupiga hatua, si ndio? Kufanyisha mazoezi naona anapiga hatua tofauti na mwanzoni kwa kweli. Namshukuru Mungu. Sawa. Na vipi anakula lakini? Mimi naona kila kitu ni hatua. Kwa hiyo hatua mimi niliyoiona, mimi naamini hata hivyo vingine vitakuja. Sawa. Kabidi tumuombee sana kwa sababu hali aliyokuwa nayo ni hali mbaya sana. Ni kweli, lakini mimi namshukuru Mungu, ni mkubwa. Yalikuwa ni maombi yangu hata kumuona mwanangu anaweza hata kunyanyuka hata angalau kidogo. Lakini naona Mungu amejibu maombi yangu. Kweli kabisa. Pia ni jambo la kumshukuru sana Mungu wetu. Kwa sababu bila yeye asingefikia hapa alipofikia sasa hivi. Lakini mjomba wewe, siku zote hizo kweli jamani. Unajua mambo ni mengi tu, sawa? Kwa ndo maana nitanguliza samahani tokea mwanzo. Mambo yamekuwa mengi sana. Sasa hivi tunapata vibarua nini? Ndio maana unaona siji huko. Sijali. Vipi lakini si watu yupo? Si watu yupo. Lakini sasa hivi amelala. Basi sawa, mimi ngoja niwaache. Nadhani siku nyingine nitakuja nitamuona. Hauni hata uji wa mjomba jamani. Ule hata kidogo. Yaani umekuja tu hivi uondoke hivi hivi nikija jamani. Usijali dada. Siku nyingine nikija basi nataka siku hiyo nikija huenda hata nikamlisha mimi mwenyewe mjomba wake. Haya, karibu tena. Haya dada, basi tutaonana. Haya. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengu. Machozi yangu yatakauka lini? Na mimi nahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hii? Ni nani? Ni nani anayejua siri? Amani yako naona,
vilio kila kukicha, madai ya jana. Kwa kweli sasa hivi unanifurahisha sana. Unafanya kazi yako vizuri sana na unaenda na makubaliano yetu, ila ongeza bidii zaidi ya kufanya kazi, kwa sababu sasa hivi ukiendelea kufanya kazi hivi na mimi tunaendelea kwenda kwenye makubaliano yetu. Lakini sasa hivi ongeza utokee na usiku, kwa sababu watu wamekariri muda wako wa kutokea asubuhi, mchana, muda wa jioni. Watu wanajiweka, wanajua kabisa utatokea, lakini usiku watu wanalala kwa amani kabisa, wanakaa nje wanapumzika kwa amani wakijua hutakuja. Lakini usiku ninaamini utapata nafsi 3, 4 utapata, kwa sababu watakuwa hawajajipanga kwamba utakuja. Hakikisha unaongeza bidii na unaongeza kama nilivyokuambia huo muda wa kuja usiku, ili uweze kufaidika zaidi na nifaidike mimi, ili na wewe tufike mwisho, ili nikupe ile kafara yako tuliyokubaliana. Kwa kweli umenifurahisha sana. Ukiendelea kufanya hivi tutaenda vizuri sana, ili uweze kupata nafsi hata 2 au 3, 4, kwa sababu ukiwatokea kwa kuwashtukiza usiku, kwa sababu hawajajipanga, tutapata nafsi nyingi zaidi, ili kazi yetu endelee kuwa bora zaidi, na wewe uzidi kunifurahisha. Na zaidi ya yote tuendelee tufike pale mwisho kwenye makubaliano yetu, wewe umalize kazi yangu na mimi nitoe ile kafara yangu ambayo tuliyokubaliana mimi na wewe. Nina furaha sana. Mama Siwatu, Juma, usiwe na wasiwasi. Najua nimekufanya ushtuke sana kutokana upo katika harakati za kumtafutia Siwatu. Nalijua hilo. Kwa hiyo samahani sana kwa kuingilia katika harakati zako. Najua upo katika harakati za kutafuta dawa. Ni kweli Juma, niko huku natafuta dawa ya mjomba wako. Nazidi kutafuta dawa ili mjomba wako atoke ile hatua aliyoko sasa hivi tena apande hatua nyingine. Natamani sana kumuona mjomba wako anatembea kama watoto wengine, anakuwa na malengo kama watoto wengine. Ndio maana unaona silali kwa amani mpaka mtoto wangu apate dawa. Mimi ninajua kabisa wewe unamtakia mema kabisa mjomba wako, na unajua kabisa ukinikuta maeneo kama haya mimi natafuta dawa, na mimi nikikutana na wewe Juma napata amani sana, kwa sababu ni mtu ambaye unanitiaga moyo sana. Yaani hata pale ninapokuwa nimekata tamaa, nikikutana na wewe Juma naiona tena kesho yangu mpya, kwa sababu umekuwa ukinitia moyo tangu Siwatu ana hali mbaya mpaka sasa hivi. Unaona jitihada zimeanza kufanya kazi Kabisa. Mimi najua jambo moja tu, jambo ambalo wewe linakuleta huku msituni ni kutafuta dawa ya kumponyesha mjomba wangu Siwatu, na ndio maana unahangaika usiku kucha huku ukitafuta dawa. Hilo nalijua. Hivyo kwa kuwa unatafuta dawa basi ni sawa, hamna tatizo. Ila nilisikia kama sauti za watu wawili ukiwa unaongea. Yaani inamaanisha ukiwa unaongea wewe na mtu mwingine. Juma, unajua tangu mjomba wako ameanza kuumwa, nimekuwa nikija huku msituni peke yangu natafuta tu dawa naondoka. Lakini leo wakati natoka nyumbani nikamwambia Mungu, leo sitaenda tu kutafuta dawa, nitaenda kuongeza na maombi. Kwa hiyo wakati nimesema nikija mzizi wote nitakaoung'oa, ni lazima ning'oe mzizi na maombi, ili mjomba wako aendelee kupata nafuu. Unajua miti hii ambayo yote inafaa kwa dawa, mizizi yote inafaa kwa dawa ni ya Mungu pia. Kwa hiyo mimi ninaamini katika maombi na dawa. Wasi unaona jitihada zinaonekana. Maombi ndio mwombea Siwatu, dawa zote ninazokuja kuchukua huku kwa ajili yake. Sasa hivi unaona mjomba wako anaendelea kukaa vizuri. Anaendelea kukaa vizuri, ameanza kuongea, ameanza kutembea. Kwa sasa mkiongeza na maombi zaidi, mimi naamini kabisa mjomba wako anakaa vizuri zaidi. Kabisa. Yaani wakati nimesema nikija huku msituni sasa hivi sitang'oa tu dawa kawaida, naongeza na maombi. Ulivyokuwa nasikia kia naongea, nilikuwa naomba kwa namwambia Mungu, dawa hii nikifika mtoto wangu imzidishe hatua pale alipokuwa.
Kama alikuwa ameanza kutembea basi akimbie. Kama alikuwa yani, ndio maombi nilikuwa naomba, ndio maana uko unanisikia. Naamini kabisa mtoto wangu atatoka ile hatua alioko mpaka sasa hivi, tena ataongeza hatua nyingine kwa ajili ya maombi. Kweli kabisa. Na jitihada zako zinaonekana. Kwa sababu hata ukimwangalia sasa hivi si watu, ameanza kupata unafuu mkubwa sana. Ameanza kunyanyua hatua taratibu taratibu. Na hivyo ndivyo dawa inavyofanya kazi. Na haya yote yanatokana na wewe, jitihada zako. Kutafuta dawa katika huu msitu. Endelea kutafuta dawa. Nadhani Mungu atamwezesha. Si watu, atasimama, atakuwa mtu wa kawaida kama watu wengine. Yaani atakuwa anatembea, atakuwa anaongea, atakuwa anakimbia kama unavyofanya watu wengine tu. Hivyo ongera sana, pia naomba radhi sana kwa kuingilia harakati hizo. Kwa sababu unajua unatafuta jambo jema ambalo la kuleta manufaa katika jamii yetu na hata kwa mwanao pia. Unajua wewe ni mjomba bora sana. Yaani Juma, wewe nimekuwa nikikutana na wewe, ninapata faraja mpya. Hata pale ninapokata tamaa, ninapata faraja mpya kwa sababu una maneno mazuri na una ile kuibeba tatizo la mtu kama la kwako. Yaani umenibeba mimi, nimekuwa dada yako kabisa. Yaani mtu akituona hivi atasema tumezaliwa baba mmoja mama mmoja. Lakini kumbe tu umenipenda mimi kama dada yako. Basi sawa mama Siwatu, kwa kuwa ulikuwa katika harakati zako, naomba uniwie radhi sana kwa kuingilia harakati zako za kutafuta dawa. Basi sawa, mimi nilikuwa nakatakata vikuni hapo. Mimi ngoja nikaendelee kukata vikuni niende nyumbani. Hata hivyo mdogo wangu, hata mimi nilikuwa nimemaliza. Yaani hivi tu ndivyo tumebahatika kukutana hapa. Hata mimi nilikuwa naondoka. Tuondoke wote. Basi sawa. sijasikika, matumaini hakuna, uhuru wetu unadhoofika, dahibu imetolewa, nafsi imetoweka, huzuni imetanda, wana kijiji wanalia. Jamani, naombeni tusikilizane kwa umakini. Tatizo bado tunalo. Kibuyu bado kipo. Tumetoka kijijini kwetu kukikimbia kibuyu, lakini tumefika hapa pia bado kibuyu kipo. Na hii yote kutokana tumesafiri na mtu ambaye anakimiliki hicho kibuyu, ambaye ni Salma. Sasa mimi ninachokiona, kwa sababu Salma sasa hivi anazidi kuongeza mashabiki upande wake. Hata Mdowe sasa hivi anamuunga mkono Salma.
Mwajabu na wengine pia. Sasa basi, mimi ninachokiona, hawa tuwaue, tena tuwaue hata kwa kuwekea sumu katika chakula wafe. Kisha watakapokufa watu watajua kwamba wamekufa na kibuyu, kwa sababu kibuyu kikimuua mtu hakuna hata jeraha lolote ambalo latokea, kwa sababu na sumu inaua kwa mtindo huo huo. Nyinyi mnaonaje hili wazo? Juma, ni kweli umetoa wazo zuri, lakini naona ile wazo litachukua muda sana. Tungewaambia wanakijiji ukweli, wanakijiji wajue kwamba wale ndio wachawi. Ikiwezekana tuwachome moto kwenye kijiji, mbele ya kijiji, kwa sababu tukiendelea kuficha wataendelea kuwaua watu, watatuua na sisi, kwa sababu mwenye kibuyu anajulikana ni nani. Ukisema tuanze kuwatafuta sisi tuwekee sumu kwenye chakula, mchawi anajua hadi sumu, atanusa, ataona ni sumu, anaweza kukukaribisha na wewe ukala naye ukafa, au akampa mtu mwingine hicho chakula ikawa ni madhara. Mimi naona tungewaeleza wanakijiji ukweli, wale ndio wanaotusumbua, wale ndio wachawi, kibuyu akiwazuru kama yule Salma, ili kama inawezekana tuwachome moto afe. Lakini kwa nini tusifanye mpango sisi tukahama hapa kijijini, tukahama hata usiku, tukaotoroka tukaenda hata vijiji vingine huko tukaishi huko, kuliko kukaa nao hapa? Hao ni kuotoroka tu. Mikidadi, mchawi huwezi kumtoroka hata usiku. Popote mchawi yupo, iwe usiku iwe mchana. Mimi naona wazo la Juma liko sawa, tuwaue. Lakini mimi Juma siungi mkono kuwaua kwa sumu. Hawatapata maumivu tuliowapata sisi. Sisi wengine tumeuguliwa kwa muda mrefu kwa ajili ya haya mambo ya kibuyu. Na nyinyi mmepoteza ndugu zenu kwa hicho kibuyu. Wakifa kwa sumu, watakuwa wamekufa kifo rahisi. Ni bora hicho kibuyu ndio kiwaue. Mimi ninasema hivi, tuwatengenezee mtego. Tuwachukue hata tunaenda tujifanye tunawapenda sana, tunaenda huko maporini kwenda kutafuta kuni. Na tukifika huko porini tunatengeneza mtego. Na sasa hivi kibuyu hakina wakati wa kuja. Wakati ikitakapokuja sisi, kama ni mtu wa upande wao, tunawaacha waliwe na kibuyu. Ila akiwa sisi tunalindana sisi kwa sisi. Haiwezekani wafe kirahisi hivyo. Na wewe Mikidadi huwezi kumkimbia mchawi. Ni lazima wapate maumivu kama tuliowapata sisi. Kweli kabisa. Jamani, tutakapokwenda huko mwituni, kibuyu kikienda upande wa mtu wa Salma, tutakiacha kimuue. Ila kikija katika upande wetu kwa mtu wetu, basi sisi tutalindana. Lakini kikienda kwao, tutakiacha ili wafe na wapate maumivu. Kweli kabisa. Juma, wazo lilosema ni wazo zuri sana, hata mama si watu ulivyoongezea hapo. Tuwaache na wao wafe na kibuyu. Mimi na uchungu mjomba wangu amekufa na kibuyu. Na wao tukiwaua na sumu haitakuwa vizuri sana. Waende kwenye kibuyu, nafsi zao ziingie kwenye kibuyu, zikakutane na nafsi za ndugu zetu ambao tumewapoteza, ili wajue jinsi gani ndugu zetu wanaumia ndani ya hicho kibuyu. Kuliko tukawaua na sumu, itachukua muda mrefu. Twende huko maporini, sisi hapa tuliopo hapa ni kitu kimoja. Kama wao walivyo kitu kimoja. Hatujui nao wana mipango gani na sisi. Sawa kabisa, mpo sahihi. Ambaye anatakiwa kabisa ni huyu Salma. Salma ndo anasababisha yote haya. Tuanze na Salma ikiwezekana. Barizeni jamani. Salama. Sasa jamani, kama tulivyokuwa tumekubaliana. Jamani, kama tulivyokubaliana, lengo letu ni hili, ni moja. Tuondoke na lengo hilo. Tujifanye kama tulivyokubaliana hapa, sawa? Kweli kabisa. Siri ni iwe siri. Tulioyapanga ni sisi ambao tumekuwa hapa. Mwili unatetemeka, kilicho naficha sikika. Matumaini hakuna, uhuru wetu unadhoofika. Dahibu imetolewa, nafsi imetoweka, huzuni imetanda, wana kijiji wanalia.
Fatuma. Kuepuka haya majanga, roho inauma, wanapoteza maisha. Fatuma. Uwezo hawana kupambana na nguvu za giza. Maumivu, machungu, kupoteza ndugu zangu. Fatuma amekufa. Fatuma amekufa huku. Twende. Fatuma, wenda ulikuwa msaada kwa kijiji. Fatuma, wenda ulikuwa unajua changamoto zangu wewe Fatuma. Amka Fatuma. Fatuma, mimi amka mdogo wangu. Fatuma mdogo wangu. Fatuma amka. Fatuma, mimi utaniachana nani mimi? Fatuma. Amka Fatuma. Amka mdogo wangu Fatuma. Amka mdogo wangu, changamoto zangu wenda ulikuwa unazijua. Acha kulia Nitabakila nani? Ndo alikuwa anajua kila kitu kwangu, changamoto zangu alinisaidia. Ndo alinitetea mimi, alinistiri mimi Fatuma. Fatuma, amka mdogo wangu Fatuma. Salma. Nani atakuwa ananitetea tena mimi? Salma. Salma, acha kulia Salma. Salma, inatosha. Basi inatosha Salma. Nyamaza Salma. Salma, basi. Salma. Maumivu, machungu, kupoteza ndugu zangu. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengungu. Machozi yangu yatakauka lini? Nami nahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hii